Mambo vipi watu wangu, kama kawaida, leo tumekuja tena na another episode, na leo tuko na mtoto mzuri hapa. Si kama mnavyomuona, let her introduce herself. Introduce watu wakujue. I go by the name Anitasha Starlik. Welcome back to the Fact Check community, na naamini kwamba you guys will continue supporting us. Last time bwana tulikuwa na nini yetu hapa ya mishangazi, na watu wamekuja wengi, maana wamekuja wengi kwa inbox yetu wamekuja hapo, wameleta topic mingi. OIT unakaa kwa na mishangazi ni, let me clarify this, I don't have any mishangazi. Atakikuja tutaanguka nayo. So today's topic, leo tunakuja kwa topic yetu, na hii topic ni waseo ndo walileta pale kwa comment section, ndio about failure. Kufailure kwa Kiswahili ni fine. Kufeli. Kuanguka ama kuanguka, kufail. Failure. Mtutuambia hapo kwa comment section, mimi sijui. Kufail nadhani ni kuanguka kimaisha. Kuanguka kihisia. Ndio. So kufail in your perspective unachukuliaje? According to me, failing ni kukosa kutimiza malengo yako. Malengo gani sasa? Malengo inaweza kuwa ni tofauti. Kuna mwenye atasema you see, kama most of ladies tukiwa shule, especially high school, tunasemanga maybe by 25 I need to be married, I need to have kids, nini. Malindi by 25 they want to have mzungu. So wako different. Kwamba wamefail ama wamewin. Hata si 25 by ukimaliza shule. In Malindi ni Monadi kuna hizo sex trafficking hadi za watoto, so okay. I can't really ni kujitafuta bana, ni kujitafuta. Unanielewa? Ni kujitafuta because wanasemanga kwamba ni mchongo wa haraka. Unaelewa? Ukimaliza shule unaangukia mahali pale, tafuta mrashia. Unaomba. So according to me, kufail. I don't see people are failing. Like unajua unapata ule mtu anajaribu. Kwa mfano nimesema this year mimi nataka kununua, tuseme aje, kununua nini? Kununua tu kitu. Tuseme kama pengine nataka kununua tu iPhone, maybe let's say that. Umejipiga, umenunua ka Samsung, hujafail, umetry. Get people are not failing, people are trying. But I think for people to say that kuna hiyo failure, it mainly comes from, unaona watu wakivuka mwaka na kuangana ile New Year resolutions, and then some people wana overhype. Hizo vitu nimeandika mara nyingi wala this year. Bana niliongea nini this year? Want to do this. Nataka kukua na sijui nini. Kwanza mimi last time nakumbuka niliandika nini? Niliandika nataka kununua gari. Wala haki ya Mungu niliandika nataka kununua. I think hata nilikwambia. Yeah, I remember you told me. Lakini nashukuru Mungu niko na matairi. Kuna matairi pole. Ndazikusanya dogo tu. But then unapata mtu anakuwa na resolution nyingi. And then wana overhype. Huu mwaka mimi lazima nipate bibi. Huu mwaka kama ni dem sasa, unasikia huu mwaka lazima I have my own business. Nataka nikuwe na started zangu, nikuwe na pesa. Ikifika January hapo hivyo nataka sijui nini. Ikifika kitu kama Feb hapo umekosa mpoa, una cancel ile mimi mambo ya kuolewa na i-cancel. Na ningeto so naanza kuchange. Unaona? Of which simba, but mimi naona ile ina limit msee. Okay, it's good to plan yourself. Then pia inampatia pressure, especially ukiweka vitu zenye zinaka realistic. Aziko realistic. Juu, how do you tell me that I want to own a chopper? Na wewe kabisa unajua bank account yako kuna vile hata uingize hata tenga 10. So unaona hiyo tayari wewe mwenyewe una in as much as tunasema aim higher, but kuna ingine uko zile, na sasa hapo ndo kaanza ile kujicondemn. Sasa uko zile za ama failure because I did not achieve. Mimi by 2032 I want to be the president of Kenya. That's my aim. Sasa sijui naendaje. Sijui nafanyaje. Kama unataka kuinvestia wewe nikujie bana. Lakini by 2032 I'm the next president. I don't know how. Actually it will be good because atuje kwa na president kijana. So this will be the first time. Kisha kutoka Malindi
Na venye nasemanga Coast hajasoma wajinga. Sisi tumesoma bana. Hiyo sura kusoma inakujaje? Ngoja nikwambie ni venye sisi pia tunajiweka mbele ya watu. Ushapata mimi nilikuwa nikienda nilikuwa nimesomea Kisumu. So ulikuwa ukitoka Coast ukienda Kisumu. Those people wako na mentality. Basi huyu kwa sababu wale wasio wakikuja huku tunawapea ile priority kubwa, like tunawabeba sijui design aje, yani wanajiona wao ndo wao, you get these people. No, ukifika kwa those people just kama wengine, unaelewa? So ni kujibeba vile tunajibeba kama watu wa Coast. Ukijibeba with a class of kwamba wewe ni mtu uko na intelligent yako kwa vizuri, trust me, those people watakubeba hivyo. Hata mambo ya Coast peke yake, kila mahali ukienda, kila mahali umejieka kuna pesa ni nini, utabeba mtu wa pesa. Ukijieka wewe kila mahali unataka kuchanga ati umebaisha kitu hapo, wewe sasa unatoa ngapi? Utabeba hivyo. So sasa pia kuna I think pia inakuja hizo community aspect ya kuangalia watu ile ya if you come from a certain region you are a failure in a certain way, of which they some zinakwanga sasa kama yenyewe umeelezea, people think ukiona mtu ametoka a certain region huyo mtu ni failure, huyo hasomi, hakuna kitu yenye anajua, ni mjinga tu like. Lakini unajua pia community yetu inachangia sana mostly hata wazazi wetu. Kwa sababu unajua si kila mtu ako the same na mwingine. Hapo kwanza kwa wazazi ni ile unaona mtoto wa mtu fulani sijafanya nini, wewe hujafanya, you are a failure. Trust me, mimi kwa siradinishi maths mpaka wale maths najua ni ya pesa. I swear. Hakuna na maths siradanishi vibaya. But sasa unapata mtu mwingine anaradanisha kwa vizuri. Ako vizuri maths. Angalia mtu kama nani yule. Na inichopie alafu wewe. But sasa hatuko the same. Naweza kuwa the best huko na wewe akakuwa the best huko. We are not the same. So community yetu pia inachangia people to fail. Wanatupia pressure mingi sana. They want us to be somewhere enye unajua kabisa wewe huwezi. So wameka a certain standard like if you don't reach up wewe ni failure. Of which is so bad. Community yetu inafaa change your mentality yao. The same way kama most of the people they always sikuna hii inasemanga education is the key to success. Of which I don't know hiyo key mpaka leo. Mimi nataka kuja swali. Inatongaje kuna hii subject. Kuna hii subject ni wapi? Ilikuwa hata matrix kidogo inatusaidia hapo. Ni subject gani unajua hata iweze apply kwa maisha yetu ya leo hii? I apply kabisa. According to me, the career I'm taking in the path I want, the only subjects zinanisaidia tu ni English na Kiswahili na hesabu kidogo ya pesa, but the rest na chemistry kidogo pale kufanya ma titration kidogo. Unafanya career gani? Sijali. Sijali. Kwa daktari unikwambie. Kama mix ma ethanol pale nini ghafla bin full captain. Shatokea. Hiyo ni career moja sana. Magic. Hata mimi mimi nilifanya agriculture. Agriculture kwa nakula na pesa kwa madhe bwana, kwa naambia madhe kuna pesa. I swear paka wale hata mwenyewe nilikuja nikamwambia kuna pesa kuna pesa kwa nakulianga sana ni pesa board mass. Of which tunajua nini. So kwa naambia madhe bwana tumepewa project ya board mass. Board mass ni nini hiyo? Naambia ni kulima na kupanda miti. So madhe anapigana natuma. Na kwa ni kusoma mbali na wazazi ni ngumu wewe. Uko boarding. Lazima ucheze kistar mzee. Lazima ucheze kistar. So ulikuwa na hata sijui nisaidia na nini agriculture for real. But najua nasaidia wengine lakini hata sijui nisaidia kwa sababu mimi si mkulima. Of which sasa vitu kama hizo ndio inaleta a lot of pressure. Sisi sahi. Kwa sababu kama mimi nataka kuwa mwimbaji, I'll focus with that. Kama mimi nataka kuwa mwanasiasa, that is what I'll focus with. But mnanifundisha agriculture, sijui maths, physics mimi nanisaidia na nini shughuli saa hizi. Mimi kwanza kuna subject ilikuwa kana nikasirisha, my goodness. Utakuja kunite failure. History. Why are you telling me mambo za zamani? Sikukuwa huko.
I don't want to know inchi zingine sijui Burkina Faso hata hiyo country sijaienda. Oh, the last president sasa Burkina Faso president yake anasaidia na nini sasa? I wonder. So kuna vitu zingine at least sasa education ministry imekuja na idea mzuri ya CBC of which congratulate you. Lakini kuna vitu zingine kwa mnatubeba ufala, I swear. Mimi nasoma mambo ya Burkina Faso na ambao ni failure. Burkina Faso mnakuja mnaniambia Kabaka one sijui kabuka nini. Katoi wa tabaka. Sasa katoi wa tabaka mimi ananisaidia nini sasa for real like reality inanisaidia nini? There's no way anaweza kuja ngakwambia story wewe Burkina Faso wewe Tabata one sijui Tabata inakusaidia nini sasa? I wonder, and that's why I used to admire a lot of system education ya in as much as watu wanasema ati watu majuu wanaona Afrika ni mbaya. Si ati wanaona Afrika ni mbaya because they lack knowledge, like au hawafundishi mambo za Afrika because aiwahusu au nafundisha kitu yenye namhusu kitu chao. Sasa sisi tuanza kuambiwa sijui the first president of USA sijui. Kuna video moja ilikuwa na trend, kuna video moja ilikuwa na trend kama ulikuwa unaona watoto wamekaa mahali hivi alafu wazungu, so tunaonyesha video ya wazungu watoto wanaonyesha kutengeza sijui nini alafu kuko tu wanaimba sijui lishaona hiyo video ile wanaambia Kinyamoisi. Sasa unaona those kind of stuff, yani tunakuwa portrayed with another picture. Hata wase wakiona unajua these Africans ni wa kwanza failures na ni ministry of education, but we really appreciate saizi kidogo wamefanya jambo la maana, ni wameplay big part, lakini wangeleta hiyo CBC time yetu iko tukombali man. Mimi hata ingekuwa sijui Tabaka sijui nani ingekuwa hata nisaidii sasa, ingekuwa sasa ina focus na whatever I'm doing right now. True. So we really appreciate for that. And wazazi tafadhali, top comparisons wallahi mimi naweza kuwa ni msomi alafu kuna mwingine si msomi, maybe yake ni talanta huko na ikamlipa. So try kidogo, nacha where you see mtoto wako kwa strength. Usikuwa unawapa pressure, tunawaambia wewe lazima ukue nataka usiponiletea mimi sasa mimi hata kinaambia nikuletee ndugu yangu natoa wapi ndugu yangu ile cha ukweli ya Mungu. Mimi natoa wapi Yango tumekaa na Mbogi tunaulizana ulipata ngapi bro? Wallahi. Na kuna mmoja alisema kweli, mimi nipigia di yangu. Nako comfortable with it. True. But failing in education doesn't mean you fail in life. That's another thing, because there used to be this time when hizo results zilikuwa zikitokea and then maybe mzazi alikwambia kwangu usipoleta B usikanyage, so kulikuwa kuna a lot of suicides zilifanyika because mtu yako zile za mimi nitaambia mzazi nini na maybe nilikuwa kwa nimeambiwa nifikisha max fulani, so mtu yeye anaona acha tu nijiue. Unajua mimi pia nilikuwa na hiyo nini, mimi siku nimeweza KCC mimi ningepata ngapi? 260 something I think. Sijui. Na ndio mimi nilikuwa chopi. So ile madha nataka results. Index yako ni ngapi? Alafu ujinga sorry to say this. Si ujinga like sasa ufala wa ni yeke aje kaiti sauti vizuri. Ufala ya watu. Si mimi mamangu akufanya hivyo, but I had a friend mwenye results zake ilikuwa before zitolewe wanaitwa watu wote nani yako mjomba fulani aje anaikalisha hapo katikati tumbe index number unani get mbona umepata 160 how unaanza ku explain na ni unajua pia ni not everybody is book smart, unaelewa? So tafadhalini wazazi wetu tunawapenda na kwamba nyinyi pia mnatupenda, but tafadhalini tunawaomba, failing in education doesn't mean umefail in life. True. And mtoto akipata grade yenye uko utaki, whatever you can do ama whatever unaweza msaidia nao is to encourage that person. I need to unaweza mpeleka vacation au akasomea ka ujuzi nini. Ngala mtu kama nani Bill Gates anakuambia aje. Ni so unajua hizi kuna watu wametengeza dona si mtu kama kina wanyama wale wamelipwa ni sports mwalipa. Get. But pia hatusemi kwamba usisome. Try your level best, jaribu. Jaribu some. Pia unajua pia kuwa na ideas ni vizuri kuliko kuwa unaweza kuwa uko vizuri kibiashara lakini hapa uko bongo lala. Because I also say school sometimes
mostly hata si atuende pale kusoma mambo nini, pia inakufundisha how to interact with people cause mimi maybe I'm not book smart but I'm street smart. So ukikutana na mimi nitakufundisha ma 1-2, so hata ukitoka ukienda huko nje at least unajua kuna pale unazanzia aliniambia nini. And that's why I used to love Bob Collymore, may his soul stay rest in peace. Bob Collymore alikuwa anasemanga yeye hajiri mtu mwenye akona madiploma, madegree ama nini. Yeye anataka mtu mwenye akona knowledge na anajituma, cause alikuwa anasema most of the people wenye akona hizo nini wao wanaonanga they have achieved in life. So hata akikuja pale kazini hajipush cause zile za I have the papers, yeah. But ukipata mtu mwenye like they were not book smart but akona strength maybe, au mtu ni creative, akona ideas mingi, so no mtu atapush. Wasn't book smart, si kwa vizuri kwa vitabu, lakini mkinipa kazi naweza jituma vizuri sana. So jamani, as we speak tumesema failing in education doesn't mean you fail in life. Alafu pia kuna hii sasa demu yako pia anakuja nakwambia ati umefail. Ujenipeleka date, ujeninunulia nini, fail. Ani fail. Mimi nishaambiwa hiyo, sitaki kudanganya. Eti wewe umenifail. Nikamuuliza na kufail aje, nipe pesa, nikamuuliza kwa shilingi ngapi. Naelewa, how much do you have in your account? Guess what? Hana shilingi. Lakini yeye anakuita failure. In fact atakuwa nimemshinda. Alafu unakuja unaniita mi failure. How? Na sasa hiyo mostly ndo I think I don't want to put a word there ama cause I don't know, everybody akona reasoning yake. But I think you see mtu kama yule tuseme amezaliwa nyumbani, ameishi kuambiwa you are a failure, ujafanya nini, amepatana na girlfriend yeye pia anamuadult wewe ni failure. Utapata mtu kama huyo siku moja amelipuka cause kila mtu ananiita failure. And chances ni mbili, mtu kama huyo akilipuka they can decide to be suicidal, na suicidal pia iko mara mingi tofauti. Like kuna ule mwenye kwa suicidal ile they want to harm themselves, na kuna ule I'm suicidal but I don't want to harm myself, I want to harm other people so that I feel satisfied. So napata hiyo jina umejusasa yako zile za you called me a failure. So nikikumaliza nani ataniita failure? Hakuna. Na kuna ule unaniita failure, nikikufa utaita nani failure? So unapata a lot of hiyo nini inafanya a lot of people wana into depression, wanakuwa kona stress mingi. Na mostly inapindingi sana kwa maboys. Do you know that? Yeah. Mostly. Ndio nakwambia si maboy cha bana. They don't want to talk about it because mtu wako zile cause pia in another way pia maboy wao mnachangianga pia in that. Cause acha nikwambie beshte yako anaweza akakuja kwambia unajua mimi nikiwa mtoi nilikuwa na shinanga like I have childhood trauma. Kitu ya kwanza utaambia umefail kama mwanaume, mbona uko na emotions? You see, some mtu kama huyo ako zile za cause a lot of people wanakuanga zile za mwanaume ako na emotions. Unajua sisi maboys tunakuanga na mtu mmoja mwenye at least tunaweza ongea naye. Tunakuanga na mtu mmoja mwenye at least tunaweza ongea naye, but boys rahisi kuja kuongea, to speak out hiyo whatever anapitia, kwa sababu sisi ndio like tuliongea previous, like sisi tumeweka ile mentality bwanaume ni kupambana. That's what the community wants to see. That's what the community wanataka tu waone, mwanaume ni kupambana. But okay, tunapambana ndio, but nafikia point pia sisi we feel we feel kwamba we need support, we need someone tunaweza ongea na yeye, na watu tunaweza ongea na wao ni watu wako kwa community yetu already washeka mentality wewe ni mwanaume bro. Wake up, wewe simama bro, ni mwanaume, mbona unakuja sababu wewe umesema nikikuja kukwambia ati unasema wewe unalialia aje, wewe ni mwanaume bro. Kuna wengine wanapita zaidi hiyo, lakini hujui ni nini anapita that time. Unaelewa? Hujui ni nini anapitia that time. So telling someone, before you tell someone ni failure, just wewe reflect tu mwanzo umemzidi na nini.
umemzidi do connections nini, are you okay, are you stable? Cause ni failure. Na ukiangalia mimi uwezi, unanielewa? Mimi sasa mfano mtu kama Ruto akiniita failure, mimi ni failure hapa ukweli, kwa sababu amenishinda na resources zote. There's nothing naweza compare myself with him. Hakuna amenishinda, hakuna hizo resources zote akonazo. Mimi ndo najitafuta sasa hizi, unanielewa? Na wewe dem huwezi kuja kunambia ati mimi ni failure because I don't provide some things that wewe ni dem yangu bro. Mbona sijakuoa? Unajua kuna tofauti ya kukuoa na dem. Wewe ni dem yangu, si bwana yako, ni dem. Kuna responsibilities za boyfriend na kuna responsibilities za mzazi wako. Kuna vitu zingine unaenda kumwambia babako. But I think pia inachangiwa na, unaona saizi kuna social media, a lot of people are faking things. Mtu amefungua ameona Kenyan Prince ampatia GLE, and then uko zile za wewe ni boyfriend aina gani wewe, wenzako anapatia mademo wao magari. Please mimi ni failure bwana. Ukiniona hii video tafadhali, hata mimi ukinishika mkono, show me your ways bwana, bora tu siko venye watu wanasema, but show me your ways bro. Lakini unajua mimi upendanga kuambia mtu kitu kimoja, don't live life as social media. Scratch your back where social media it's a fake life mbaya sana. Usiamini life ya social media, kwa sababu unajua those people there ni wanabiashara kama wanabiashara wengine. So they will show you whatever you want to see. Hawata kuonyesha ile life yao. Kuna watu wanateseka huko nje man. Kuna watu angalia hizi interviews za Obina yenye amehosta watu. Kuna wengine they even cry. Ukikwambia ile life yao wanaopitia. Unaniget? So life ya social media isiwahi kabisa kuingia akilini. Ati YT leo nimemwona amekaa. Tungine tunaomba hata magari sisi. Stone hivyo. Tunaomba magari, we go there, tuna check some photos, tukipost wewe unajua YT basi ameanza kumoka. Bro mimi sina pesa, sikwambie mtu, I'm still hustling. Na sasa wewe ndo mtu atakuwa zile za people my age wamefanya 1 2 3 pressure na kwa mingi. So unaanza pia wewe ile let's talk sense. Mtu at the age of 25 years right now ana own Range Rover, convertible Mercedes, nakwambia kuna flat kadhaa. Alafu unakuja unaonyesha 50 million 5 how at my age. Sawa, anaweza sema unajua kuna wengine ni bahati people, kuna vitu unaweza fanya zikakuakia. Alafu sasa hii tumeingia kwa generation kwamba kila mwenye pesa anasingizia ni forex. But sasa hii forex hii tunataka kujua hii forex hii ni forex gani yenye, if you have money, okay, knowledge unasemanga knowledge unalipia, yes. If you have money na uko na pesa, unatukuja unatuflatia pesa uko nazo nini, why do you nini call classes of forex then unalipishia watu? If you want to help them, if you make them, if you really uko na pesa already, uko na do na you want to pay kusaidia kijana mwenzako, why don't you call that kijana afungua tukahab, waitele vijana waeke pale usaidie pia, waitoke ile block kwa ishi life ile unaishi wewe. Unakuja una text mtati mimi nikinipa 30,000 na unakuja unimfloatia 5 million surely. But again kuna mali niliona mtu akisema, so if everybody is becoming an entrepreneur, kila mtu anataka kufungua biashara zake, so wateja tutapata wapi? So I think that's why wana limit wasene yoko za zile za, if I give you the knowledge for free, that means a lot of people will come and a lot of people will get money. Now it will limit me because now I can't flaunt with my money because okay to 50 million, mimi natoa 50 million. So utaniambia aje? Uwezi niambia kwamba unakuja kuniflantia 50 million afu nataka 30,000 for forex training classes. Of which pair that should also ring a bell. Should ring a bell. Mtu unajua tu alafu anakuambia, anakupa disclaimer ati inaweza kuakia ama isi work. Mimi lakini zako zi blow yangu ile pesa ndakupa itaweza blow ama isi blow. How? Because wao anasemanga sometimes pia unafanya na anapeana hizo logarithms, so ki blow imeblow. Ndio kuzeleza, but I've told you unaijua vizuri, I should pay you. Nikikulipa nini mimi nikuwe bilionea kama wewe? So
usiamini life ya social media. You don't know whatever those people are doing. Some of them maybe they are true kwa forex, huwezi jua, maybe tutaki kwa criticize. Wengine ni ukweli wapo, but wengine na doubt. Kama sasa kama kaka na kwa ilikuja kanatongaje kaka kanajita sijui nani chuka sijui nani anatongaje kama uleta last time chokora kale kacho yes ni kana kai hivyo. Huwezi kuja unakuja unanifuata niliposa nataka kachangiwe ama kuona niliacha kumfuatilia since ile temenya this guy ana flaunt na pesa but dressing code ni hiyo moja nini sasa like, yani ule sasa ndio unaitwanga ile kufake alafu unakopi kitu wezi. Unaniget, unakopi kitu wezi. Unajua kuna wale wana resources za kufake. Una resources za kufake. Mtu anaweza kodisha gari for 1 month, wewe unakodisha siku moja. Mwenye gari akitaka kununua unaanza kulia ati nini. Mambo gani yale jamani? Mambo gani yale? So jamani, msiwahi jipa pressure ya social media. That's most of the people social media wanaishi fake life. So when you want weka to real. Sisi maisha yetu ni fake man. Wengine tunafanya endorsement. Kiona nimevaa suit nimepewa nifanye biashara. Nitaregesha baadaye. So wacha ku fake life. Kama uwezi fake life, una resources za ku fake life, wachana na utakufa na depression. Depression is real. But they're talking about that recently nimona there was a comrade aliachaka ameandika note. I think it's still trending on TikTok. Akajinyonga. Reason being anasema yeye ni comrade. Nyumbani wamemtelekeza, like he feels overwhelmed and he feels like nobody cause anasema ako shule but the family doesn't care nakula nini, maisha yake inaendelea aje. Mwanaume. Yeah. Mbani. So unaona, and then like alijinyonga and then he left a note. So I'm like I don't know what the person was passing through mpaka ikapush to that extent ya kujinyonga. Niko na swali. Yeah. Hawa wazazi wetu okay, sijasema kupeleka mtoto shule ni mbaya, but kuna hii swali wanajiulizanga. Mtoto amemaliza shule, amepita nini and you know very well you don't have uwezo. Sijasema ni vibaya, lakini you want to ni quote hapo. Lakini unapata community nataka upeleke kuna sijua nani ameenda university. Yeah. So community na kikoradhi kuchangia kwa sababu pengine unalipa kitu kama mita 2 hivi. Unajua university is so expensive. Yeah. Tuseme pengine unalipa mita 2 hivi. Community imekuja together ni kuchangia kama tuseme 500,000, that is 500 Gs. So umebaki na mita 1.5. Unajua kabisa unajua huyu mzazi wangu huyu hata nikipewa basari is only 10,000 to 5,000. So wewe jiangalie sasa, ule mzazi kwanza umemweka kwa ina position whereby anafaa auze resources zake kama malanzi lile nini akusomeshe, umalize shule, urudi tena utafute kazi. Uvuji something haujui kama utapata. Because if you don't have connection bro, kama hujui nani kwa ofisi gani wewe upati. Why don't hii community ama hawa wazazi, mtoto amemaliza, you see ako capable kufanya vitu zake nini. Why ile pesa unataka kumpeleka nayo shule? Sijasema ni vibaya kumpeleka shule. Why don't ile pesa unataka kumpeleka nayo shule unfanyie kitu kijana msichana aanzishe mahali kwa kufanya biashara. I get. Yeah. So from that biashara yake yeye mwenyewe sasa. At least achukue 200 aenda kafanye. Yani I get, aendelee kusoma akiwa na earn. Kwa sababu wewe zinaambia mtoto nikamlipe tu mita 2 amalize kusoma. Tuseme kwa mfano amesomea nini? Amesomea udaktari. Unaniget. Anagoma kila siku. Kupata kazi kwa institute yote ni ngumu. Umeelewa? It's either the clinic. So umetumia na udaktari ni gali I think. Yeah. Umetumia hizo pesa zote. Scrubs zenye wanavaa tayari it's very expensive. Umeelewa? Umefanya yote hiyo. Alafu mtoto akuje bado ako home, hana job. Unataka ati sasa mimi nimekusomesha kajempa, anajempa na nini shwali? Anajempa. Na hiyo ndio kitu hata wanasiasa wengi, some of them wanasemanga vijana wajempa. Kama ulikuwa unataka kuipo, kama unataka kijana jempa, you could have start wewe ujempa kwa sababu sisi ndio tumekupitisha pale. True. Kumaanisha haukuwa na kazi,
tumekuvotia ukaingia pale. Technically nyinyi ndo maboss. It's you to create those kind of jobs to empower sasa. Wewe zinambati kijana unajua ukimaliza shule unafaa ujiandike kazi. Unajiandika kazi aje? Na huna resources. Huna hizo. But we really appreciate this county of ours. Let me give them a small shout out. Kwa sababu pia they've been trying to empower vijana. Na wana empower vijana aje? Kuna hizi kazi. Unajua kazi mashinani Kilifi County pekee yake ndio inafanyika. You get. Kilifi County inafanyika na ni the courtesy of His Excellency Gideon Maitha Mung'aro. Ndio amezifanya hivyo. Na hii amefanya aje? Unafanya for 3 months. Sawa? Unalipwa 15 Gs. Haukatwi hata shilingi. Sijui unakatwa sijui ya rent, hata shilingi ukatwi. Inaenda direct to your account. Ukifanya for 3 months, that is how much? 45. So 45 Gs ukiwa wewe ni mjanja, that is a good money. Unaweza anzisha biashara ndogo for you to sustain yourself. True. But ukiwa ni kama zile za nyota, sijui unasikia watu walipoa 22,000, kesho yake jamaa ana pesa kwa sababu gani ameenda kupiga nazo sherehe. True. Unaona get. So pia vijana watapia au vijana wetu wanapo opportunity lakini they misuse them. But I think what inafanya tunafika to that extent kwa sababu tuseme okay nimepata that capital and then si kwa kona idea of whatever I want to do and then you know I always encourage people to do what they love because if I do what I love I'll motivate myself. Exactly. But nikifanya kitu yenye mtu ameniambia chances are sitakuwa na ile motivation yangu mwenyewe. So utapata hata nikianzisha biashara like haitasonga because originally it wasn't my idea. Lakini sasa kwa mfano wewe unapenda kitu tuseme unapenda kuwa na mat. Ndanga hizi supermarket ndogo. Yeah. Ndio, mini mat hizo. Alafu the capital umepewa ni 22 Gs. Unaelewa sasa? Unajua pia kuna vitu vingine unaweza fanya sababu uko na capital mzuri sababu unapenda kufanya. Na kuna zingine huwezi fanya. It's you ukuje chini sasa utafute something that you can do with that money. Unaelewa? So pia vijana mimi napenda sana kuongea about vijana kwa sababu unajua most affected people sana in our community ni vijana. True. Unaelewa? And they are going through all of na watakuongea. Na pia at the same time vijana pia ndo wanafanya inatangaje atuendelee sisi kama nchi like nimeweka hivyo reason. Viongozi wengi sisemi baadhi yao pia. Unajua kuna viongozi wengi wako pale because they want to eat. Yes, ametoa pesa campaign wewe. Lazima regeshe. Na kuna wengine wako pale they want to implement. You get. They want to implement. Na sasa vijana when they given that kind of opportunity wafanyiwe kitu. Kijana atakuja na swali ya kwanza, mimi hapa na faidi na natengeza shilingi ngapi? Ofisi mbaya, unafaa ujue. Unatengeza shilingi ngapi? But before utengeza shilingi ngapi, that's ile miradi unataka kufanyiwa itakusaidia aje? You get. Itakusaidia aje? Na sisi vijana tunafail. Na hii naambia vijana tunafail na kitu kimoja. Ukiona kiongozi wewe, bado muombe kitu cha maana. Wewe unataka kumwambia kiongozi, bwana kiongozi nataka shilingi watu watuachia ngapi? So kiongozi atakuja kwenda atakuachia ngapi? Aondoke. Alafu what next? Baadaye unakuja unalaumu viongozi wetu ama community yetu inatelekeza vijana. Na wewe mwenyewe umechangia. You had a chance to talk to that person. Wewe mwenyewe unachangia. Kuna jamaa mmoja na masishanga watu nimeonanga TikTok. I don't remember jina yake. But anakuja kuambia anakuja hii bunge wananchi. Na anaongea facts. True. Unaelewa? Wewe unakuja na mcriticize kiongozi. Wewe uyafanye nini? Na ule kiongozi akikuja pale chini, bado kumwambia wewe ufanye, una insist ufanyaje? Niachie. Kuachie kitu. So vijana, alafu hapo unasema kiongozi, hapo ndo tumekuja kwa kiongozi unasema kiongozi amefail. Sasa nani amefail? Kiongozi ama wewe? Those people are earning. Yeah. Usipomwambia kitu you will make money still. So analipo mshahara yake. Na lakini mimi nimepata nafasi ya kufanya kazi na kiongozi. At the same time those people wanaumia. Ask me why. The MC analipo how much? I can't really know. 140 I think there. Si ndio? 140.
I'm not really sure, but I think needs some allowances. Lakini kiongozi huyu kila mara akikuja, wewe kama mwananchi nataka kukatie pesa. Unaelewa? Yeah. Nataka kuachie pesa. Na mimi naongelea kuhusu Kilifi. Kilifi kile MCA budget yao tuseme ni 25 million. That is the budget of an MCA. Za mbunge sijui mbunge ndio ana pesa mingi. MCA ana pesa by the way. Let me tell you fact. Yule ana budget yake ni 25 million. Na 25 million si hata anapewa atishika 25 million utapanga. Ni aseme mimi nataka mradi fulani ufanyiwe kazi. Unaelewa? Alafu sasa hiyo 25 million ndio akishamaliza wewe sasa unakuja tena unataka maana kuna baba 25 million kuna pia basari. Bado utamfuata mheshimiwa wewe umwambie bwana mheshimiwa niko na mama mgonjwa. Nasikia njaa. Nasikia njaa, bibi yangu hajazaa vizuri kwa hivyo nataka kunisupport. Ni mheshimiwa rudi wapi? Akupe pesa. Unaget. Instead of ile 25 unajua vijana mwambianga vijana wengi ukijua mheshimiwa sasa important 5 million. Si ndio? Why don't you kutengeza something a proposal for many kijana za kuje pale waambie bana mheshimiwa najua kuna pesa hii. Kama una najua unaweza nitafutia kwa mikoa department za zenu hizi za gender zile nikapata mchongo. Mimi nataka kufuga kuku. Kuku ana pesa bro. Sikwambie mtu. Dozi hiyo mambo na poultry ina pesa vibaya sana. Kwa sababu ukifuga wale sijui 3 weeks washaanza kuzika. But ni wana pesa mbaya sana. Ukija na mradi kama ule umepelekea MCA, MP, governor wamekufund. Wewe unajani vijana wangapi watatoka block? Utarudi tena kumomba kijana, utarudi tena kumomba ile mheshimiwa ati pesa. Kwanza tukimfuata tukiona kuna mkutano, utamuuliza relevant questions. Unaget utakuja lakini sasa sisi ni atukatie after 5 years unasema hajafanya hiki hajafanya na weka zako ilikuwa kwa yani kacheni hajafanya hiki utakuja mara one time. It makes sense. What have you umechangia nini kwa ule kiongozi? I think pia ni mentality yenye watu wamekuwa brought up with kila kitu ni wewe unashinda tu kusema failure but you really don't know. Unaweza kukaa kwa mkutano bila utoke bila kupata pesa kwa sasa wewe sasa tuongee kuhusu wewe. I can kama the mkutano inani connect na vitu zenye zitanipatia more money. Cause haina haja unipatie pesa yenye nitenda nikule hiyo siku ishe. But ukinipatia kitu yenye itani sustain for long. Vijana wengi wote wengi karibu wengi ukiitwa mikutano kama hiyo unasikia mimi bana kuna pesa. Kuna chamchana ama kuna nini? Unaget. Na pengine hata mtu amekuja na brilliant agendas. Zinaweza kujenga wewe kutoka pale you be someone else. Mimi kuna kiongozi mmoja wanampongeza sana na atazidi kumpongeza sana. Hata si mmoja wawili. These people mmoja ni vijana. Ni vijana. Let me give the shout out to Mheshimiwa Twair. Alafu kuna mwingine anaitwa Fikirini Jacobs. Fikirini Jacobs akona slogan yake anasema ruthless focus. Ni kitu kama hiyo ruthless focus. That man upenda sana kwa associate na vijana hawa wawili. Upenda sana kwa associate na vijana. Na wakikuja kuongea na vijana, mostly waambianga vijana kitu kimoja. Welcome to you. Najua utataka kitu na nitakuachia ile kitu. But what have you gained from me? Apart from patali pesa, what have you gained from me? Unanielewa? Umepata nini kutoka kwangu? Mimi ukiangalia mabeshte zangu mimi natembeanga na mabeshte wamenizidi pesa, connection, umri. Si kwa sababu hati ya wadogo ni wabaya zi. I want to be like them. Wamepita njia gani wakafikia hapo kwenye wamefikia. Unaelewa? So wacha watu kusema kuita viongozi wamefail wale. Hamjachangia anything hapo. Kujua wamefilia wapi. Wewe ni kushinda tu wamefail one time. Una sababu. One time wamefail wapi. So tafadhali to change your attitude. I also have another question. Like in mostly African setup, wazazi wa zamani walikuwa wanazaa watoto for future investment. Mimi nakuza nikule nikusomesha ndio in future na wewe uje unisaidie. Na if you don't do that unakuwa kwa termed as you are a failure. But sasa unajua that is your responsibility as a parent. Unisomeshe, unipe shelter, unipe food. That is your responsibility and it's a must you do them.
Ndio pale tukaweka vipengele hizo articles nini, ndio mimi sikufanya sheria but I know some of them. Unaelewa? Ni lazima get my shelter, food, ni lazima, si ati ni upende, ni lazima. But most of the parents they take the oji, mzazi anakuomba pesa, uko zile za mimi saizi nimeshikika, nakwambia lakini si nilikusomesha sijui nini. Okay. So uko zile za are you trying to blackmail me ama, and then if you don't do, anakuambia wewe hata wewe ni failure, wewe sijui mbona hata nilikuwa naika effort yangu. Unajua wazazi, mimi hata mama wangu upenda kumwambia kitu kimoja, ulinisomesha ili nije nijisaidie, si nije nikusaidie. And that is the reality. Wazazi wetu wanatusomesha tuje tujisaidie future, si tuje tuwasaidie. Unaelewa? Ile kukuwasaidia ni sisi kama watoto kuregesha shukrani. Mama umenisaidia nimefika hapa, pia wacha pia nikushike mkono kidogo nikufikishe mahali. But it's not a must mimi ati unisomeshe nije nikusaidie. And that is mentality tukitoa inakuwa tupo, kwa sababu uwezi niambia sasa uko unataka nani ansomeshe wewe? Sasa alikuwa si wewe nani ansomeshe? Umeleta duniani kufanya, that was your responsibility as a parent. Mimi nisome, nikule, nilale, ni enjoy, you get, that is your responsibility. Sasa hiyo ndo naona pia it's making pia a lot of youth kukoko wanaingia into depression because mtu ako na ile pressure, mzazi anataka nimfanyie, community inataka kuona mzazi wako mfanyie. Si kuna time Kenyan Prince had a backlash online because flat afati jengi shushu yake. Yeah, so people alikuwa but kila mtu ana plan zake kwa maisha. True. Unajua huwezi ingilia mtu venye ameplan venye anataka kufanya kina maisha yake. Unanielewa? Yeye ana sababu zake kwa nini hajafanya hivyo. Another one pia nikaona kuna time kuna this influencer anajitanga Malia Kibe ama I can't really get the name, but the mom alikujanga online and then she was cursing the daughter. Anasema akona ma iPhone, akona masimu mingi, anaishi kwa nyumba za bei ghali na amemwachiana ka Kibera amsaidii. Unajua pia kuna vitu zingine pia hata sisi sisi watoto pia tunafaa pia kidogo tu reason kidogo. Unajua we are trying to build ourselves. Yeah. At the same time pia kuna wale watu walitushika mkono. Unajua hiyo kitu si sawa sana. Hata kama tunasema pia muda mwingine unaficha unakaba kidogo, lakini sometimes pia tuambiane ukweli. Hawa wazazi wetu they are source of blessings to us. Kwa sababu wao ingekuwa kama mimi wameamua tu, ingekuwa tasiri tungekuwa hapa leo. But they decided kutuleta hapa at least pia tujue what is life. Kuwasaidia si mbaya. We have, unajua pia kuwasaidia sometimes pia ni lazima tuwasaidie. Huwezi niambia kwamba you're owning a lot of money ama your bank iko poa alafu your mama na struggle. Hiyo pia nayo kidogo ninaweza kuambia wewe ni motherfucker. Sorry to say that. No, but I can differ with you because there are some parents who are very toxic. Like mzazi yeye kila wakati nitumie 10,000, nitumie pesa fulani. Lakini ina depend. Umeniambia kama hiyo. Sikiza, unamtumia and then you think maybe they are doing project mzuri. Kumbe the mom unampatia pesa anachukua naenda napelekea mapasta yenye unasikia wa kusafisha nyota. So unaona like you're working hard to help your mom but again hajisaidie mwenyewe. So inafika point ya where am I struggling so much to help you na wewe mwenyewe ujisaidie. Na ukikataa kumpatia that money sasa inakuja zile kama watu akisema kwamba wewe umenitelekeza. But sasa unaona kama hiyo scenario umesema ya kwamba someone anaishi vizuri alafu mother anaishi Kibera. Unanielewa? Let's come to that scenario. Hiyo na make sense. Unajua pia na hiyo make sense. Wewe niambia una float. Tuseme tu kwa mfano sasa. Unajua hata pia backlash zingine unaziniza kujitafutia. Mtu kama Kenyan Prince, wewe unatoa nini? Huwezi kuniambia wewe unanunua classic kwa GL, magari mpya, alafu your parent is somewhere struggling. But again remember umetuambia maisha social media. Na ndio nakwambia mfano sasa in real life. Let's put it in real life. Una pesa alafu your parents somewhere struggling. Ana struggle kwa kuishi. Ana struggle. Unajua kuna vitu vingine pia nayo lazima. Lakini kuna wengine wanaacha wazazi wao kwa sababu gani? Hao wazazi wao
they were not part of them wakiwa wana grow. Wamejitokeza baadaye, umeelewa? Wamejitokeza baadaye after wamekuja wameshine, umeona? Of which mimi naweza kuadvise, mzazi ni mzazi, hujui ni nini limforce at that time akafanya hivyo. Kama kuna mama amejitokeza amesema ni mama yake Bahati, lakini sio amfanya DNA ikatoka negative, kwa hivyo si mama yake. Si mama yake. Sasa unaona amejitokeza huyu, tuseme ingekuwa kweli ni mama yake, unani get, ingekuwa kweli ni mama yake, we don't know the reasons why alifanya hivyo. You get, you don't know the reasons. Maybe at that time alikuwa in a position whereby she has or he has to do that for you to be in a safer side. Unanielewa? So tusikuwe wa rais wa kuwajaja wazazi wetu wakati hujui ni nini kimepitia mpaka ikafikia hapo. Some of them they are going through a lot. Maybe pengine baba alisema wewe ni utoke hapa, pengine wewe ulizaliwa na baba wa kambo. Baba anakuambia toka hapa ama hivyo mimi ni wafukuze na hao wengine. So ni madhe lazima kutelekeze kidogo. Si kama nataka ataangalia tu miezi nyingine kupeleka hata kwa ushago huko ushago for your safety, si kwamba tena nataka kufanya hivyo, but imemlazima afanye hivyo. Mimi kuna mzee mmoja alinibeba, alikuwa nimetoka Roka. Na kanipia story tu, ananiambia kwamba kuna mama alimuoa. Na yule mama alikuja na watoto wake. Alikuwa anaishi pamoja. Na hao watoto wake si wake sana. Na kuna mtu mmoja mkubwa mza shule. Yeye akiamka asubuhi na yule mtoto pale anaosha vyombo, mwanaume anaosha vyombo, anatengeneza nyumba nini, akamfuata akamwambia cheki, wewe ni mwanaume bro. Huwezi kuwa tena kana mamako hapa huko. Wewe jitafute. You get? Jitafute ondoka nini. So mama ikabidi tu lazima tuaende. Si kwa sababu hata anachukua ile mtoto yule mama zi. But yule mama ako na position whereby ni lazima afanye hivyo. Umeelewa? Ni lazima afanye hivyo ili a get shelter, apate mtu wa kumhudumia kwa sababu hana mtu wa kumhudumia wakati huu. So hao wazazi wetu they are going through a lot. That's why when they are doing some things zenye ni lazima wafanye hivyo for them to be in a safer side, ama for you to be in a safer side. Unanielewa? So you need to appreciate them sometimes. So in a community setup, do you think they understand that they'll term that as huyo mama ni failure? Cause and another question still I'll still ask me, do you feel children who cut off wazazi ambao ni toxic, are they failures? No, I cannot say kwamba they are failures, but kama vile nimeweza kuongea nikakwambia, you don't know the reasons why amefanya vile. Unajua tusiwe watu wa rais wa kujudge mtu without knowing the reason why people wamefanya vile. Unanielewa? Maybe I'm cut off with the reason of maybe the mom she's so toxic, so toxic in a way that ukiwa naye karibu wewe anakupea trauma. Unanielewa? Huendelei wewe hapo unamcut off obvious, kwa sababu ukiwa mbali unafanya mambo yako anaenda nini, but ukiwa karibu it's a trauma. Kwa mfano tu nikupe tu example hizi za tukio kwa ndoa. Kwa mfano mkaza mwana anakaa na mama pale pamoja hivi, obviously that is ndoa yenyewe hiyo ni pale ambaye hakutai kuwa na amani. You know that? Hakutai kuwa na amani. Reason wewe pengine ulikuwa umezoea unampea madhe hela nini, mfika mahali pengine nakupoa kumbe madhe pesa. Madhe kwa akili yake atasema ni nini? Ni yule msichana sasa kuje ndio amefanya pesa ikuje. Ama pengine unaweza kuwa unafanyia madhe vitu alafu yule msichana asikie tu vibaya, kwani unafanyia mamako hivyo, mimi nifanyie. You get? So hiyo kuna situations zingine kama mwanaume na napenda sana ku advise hivyo. Usiikubali mke wako akae na mamako pamoja. Cause utaleta tu chaos. Wao wote ni wanawake, they have feelings. Huwa anakuhitaji. Wote wao ni wanawake, ni wanawake. Hata ufanye aje ni wanawake. They have feelings, they have mood swings. They are very jealous. Unaniget? Ukiona umemnunulia udera hujanunulia, pengine tulikuwa na hiyo 300, they feel like huyu anaanza kupenda sana kunishinda. Na hata pengine umepitia tu mahali. You get? So mimi sisema they are failing ama ni failures, but responsibility sometimes zinatufanya tunageuka. They be good people ama be bad people. So jamani, hatu fail, ni responsibilities
Zimekuwa mingi. Ama unasemaje? Mimi nasemanga usiambie mtu ni failure because you don't know the journey and the struggles they are going through. Let people tell their own story. Don't be Exactly, kama author kwa story ya mtu. Kama venye tulielezewa na ule madam the chief officer. Yeah. Kuambia kwamba whatever people wanakwambia, don't believe them. Kuja ujione tu mwenyewe. Because inaweza kwambia mimi niko na hiki na hiki ama mimi nafanya hivi na hivi. You just take your maneno but believe kidogo tu. Don't believe anything that kila mtu anakwambia ama kila kitu mtu anasema. Some of them are lies. Because even a coin has two sides. You need to know both sides. Exactly. Yeah. Anyway, we really appreciate for your time. Thank you for watching Fact Check podcast. Tafadhali usisahau kusubscribe. Alafu tuambie next topic unataka tuongelee nini. Hapo mlisema tuongelee kuhusu failures. Ndio umesikia failure, usiaita mwenzako failure. You don't know the situation yenye yako na ujui ni nini anapitia that time. Na ni get ni nini anapitia that time. Mimi before tumalize kuna nitangaje, mimi niliachwa kwa mapenzi. Unajua mimi napenda mapenzi sana. Mimi niliachwa unajua niliachwa kwa sababu gani? Best yangu ameenda kumwambia dem White amekuita ho. You get? Unajua White amekuita ho wewe unatumeka mahali hivi, akasema nini? Ho. Na dem akani block man, akani block like ako so fucking serious. Mimi betistaki story zake. But hakukuja on my side asikie. Kumbe the guy wanted the girl, sasa muona bana kizuizi ni White bana. Kaenda kuambia White ni failure yule amekuita. But that was just a by the way. Say it mwenzako failure and don't judge someone by the look. Wewe mfuatilie and you know the reason kwa nini amefanya. Na usiye judge mzazi wote mwenye ametelekeza mtoto wake. Hujui ni sababu gani amefanya hivyo. Wengine ni wachawi. Tutaki kurogwa. That's why tunafanya hivyo. So usiye telekeza mtu, usiye judge mse, hujui reason kwa sababu gani amefanya hivyo. Tafuta kama unataka kujua sana, na sijui hata kwa sababu gani unataka kufuatilia maisha yenyewe, lakini kama unataka kujua sana, find both sides. Ujue uko vipi, uko vipi. Ama find both sides. Anyway, thank you so much. Tunakupenda. Fact check.